Unajuaje kama umepewa risiti ambao ni fake? Risiti sahihi. Risiti sahihi kwanza kuna sehemu ile wanasema kuna sehemu QR code ile. Ukiskani tu kwenye simu, kwa mfano wale tunaotumia Samsung, ukiweka tu hivi nani inakupeleka moja kwa moja. Inakuletea taarifa zote. Inakuletea taarifa zote, lakini pia kuna namna ya kuihakiki. Tuna app yetu ya TRA ambayo ukitumia unaweza kuhakiki. Lakini kujua sasa risiti sahihi ulionayo, kwanza moja, risiti sahihi ina tini ya eneo ambalo umenunua bidhaa, tini ya wewe mfanyabiashara. Lakini wewe mwenyewe unanunua, unatakiwa umpatie yule ambaye anakupatia risiti tini yako au jina lako. Okay. Kwa risiti inatoka ina jina lako au ina ile tini yako. Lakini pia muda ambao umenunua uwe ni ule kama ni saa 6 na dakika 50, basi risiti ikitoka pale itasema saa 6 na dakika 50. Lakini pia tarehe, kama ni tarehe 17 mwezi wa 6, basi ile risiti inatakiwa itoke na tarehe 17/20. Maana yake hiyo imetoka tarehe 20 mwezi wa 5, hiyo sio sahihi. Ndio. Lakini pia amount kiasi pale, kiasi. Yani kama umetoa shilingi 20,000, basi upewe risiti ya shilingi 20,000. Kwa risiti ya shilingi 10,000, of course itakuwa ni risiti lakini sio risiti sahihi. Kwa hiyo ikiwa risiti umepewa ina mambo hayo, basi bila shaka hiyo itakuwa ni risiti sahihi. Lakini swala lingine wamezungumzia swala la bondeni, watu hawapewi risiti maeneo ya vijijini huko. Swala la risiti, tuambie tu wananchi kwamba halimbagui mtu. Sheria haijasema mtu yoyote yule asitoe risiti, ila kuna viwango ambavyo vimewekwa. Tuna aina mbili za risiti. Tuna risiti ya kielektroniki kwa maana ya EFD, na tuna risiti ya mkono kwa maana muuzaji atatakiwa kuwa na ile stakabadhi, kile kitabu ataandika. Kwa hiyo kama muuzaji hajafikisha mauzo ya milioni 11, sheria haijasema kwamba asitoe risiti, inatakiwa atoe risiti ya mkono. Lakini kama ambaye amefikisha mauzo ya milioni 11, basi anatakiwa atoe risiti ya kielektroniki kwa maana ya EFD.